Maombi sahihi na moyo sahihi ni kitu cha msingi sana kutambua, kwa sababu hakuna njia pekee ambayo mwanadamu anaweza akaongea na Mungu wake kama sio njia ya maombi. Naamini wote tunafahamu hilo, na pia tunaamini hicho kitu. Njia pekee ambayo mwanadamu anaweza kutumia kuongea na muumba wake ni kwa njia ya maombi, kwa sababu hakuna sehemu ambayo Mungu anapatikana unaweza ukafika wewe kama mwanadamu ukaenda kueleza shida zako mkaongea kama ambavyo unaweza kuongea na mwanao akiwa na changamoto, akija kukulia ile changamoto aliyokuwa nayo ili uweze kumtatulia. Kwa hiyo njia pekee ambayo mwanadamu anayo kwa ajili ya kufikisha changamoto zake kwa Mwenyezi Mungu ipo moja tu, moja, na hakuna nyingine. Njia hiyo ni ya maombi. Sasa kama hiyo ndo njia pekee ya mwanadamu kuweza kuwasilisha changamoto alizokuwa nazo kwa muumba wake, manake ni lazima aijue kisawasawa ili aweze kuitumia ipasavyo, ili atakavyoitumia ipasavyo aweze kupata kile anachokihitaji kwa wakati. Kanielewa hapo? Kama una changamoto, una shida kwenye maisha yako, halafu ili uweze kupata msaada katika hiyo changamoto uliokuwa nayo, ipo njia moja na hakuna njia nyingine. Maana yake ni lazima utumie akili yako yote, nguvu zako zote, kila kitu kilicho ndani mwako, uhakikishe ile njia unaitumia vizuri ili uweze kupata msaada wa kile kinachokusumbua. Tunafikiri mambo ya Mungu ni rahisi kwa sababu tunawaambia tu Mungu yupo, anatupenda na atatusaidia, lakini huyo Mungu kaweka njia za namna gani tuweze kumfikia na yeye aweze kututatulia shida tulizokuwa nazo. Na njia hazipo nyingi. Watoto wa Mungu tuko pamoja pale? Njia haziko nyingi, haziko milioni, ila yeye Mungu anasema ana njia zaidi ya 10,000, zaidi ya bilioni, zaidi ya vile ambavyo unaweza ukafikiria za kutatua changamoto ulizokuwa nazo. Ila njia ya mwanadamu ya namna gani ya kumfikia Mungu ni moja. Tuko pamoja pale? Kwa maana yake kama ni njia moja, lazima uiheshimu hiyo njia, lakini pia uitumie vizuri ipasavyo. Kwa hiyo mtu asikwambie uyadharau maombi, kwa sababu akikwambia uyadharau maombi, maana yake anakwambia dharau namna gani ya wewe kupata majibu kwenye maisha yako, dharau mlango wako wa wewe kuweza kufunguliwa kupata baraka zako. Mtu akikwambia dharau maombi, maana yake anakuweka mbali na Mungu wako tayari. Njia pekee ya mwanadamu kuongea na Mungu ni maombi peke yake. Sasa hakikisha maombi unayoyafanya yawe sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ukiyakosea, maana yake na majibu yatakuja yakiwa yamekosewa. Tuko pamoja pale? Kama ukikosea maombi, maana yake na majibu yake yatakuja yamekosewa vile vile. Ndio maana angalia, ushaanza kuomba lini? Umeanza kuomba muda mrefu sana. Toka umezaliwa umefundishwa kuomba, umeomba, lakini kwa nini vitu havitokeagi? Maana yake Mungu yuko pale pale katika kiti cha enzi, hajaacha kufanya kazi yake, hakuchukii na hatokaa akuchukie. Shida itakuwa ni kwako, huenda unavyoomba sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema Mungu ni Mungu mwenye haki, maamuzi yake ni ya haki, yeye ni anahukumu kwa haki. Maana yake chochote anachokupatia jua unastahili, ndio hicho. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimpa mwanadamu katika bustani ya Eden free will, nia huru, kuchagua na kuamua nini ambacho anahitaji. Kile unachokihitaji ukimwomba Mungu atakupatia vile vile, lakini njia pekee ni ya maombi. Ukiyapeleka maombi yako sawa sawa, utapata majibu yako. Jioni ya leo katika ibada hii, kile ulichokifuata hapa ukikiongea vizuri kwa Mungu wako, utaenda kukipata katika jina la Yesu. Haleluya. Neno la Mungu ni la kweli, na kila kilichoandikwa katika neno la Mungu kina uhai, kina uwezo wa kufufua kila kitu kilichokufa kwenye maisha ya mwanadamu. Changamoto inakuja kwa msomaji, yule anayesoma nini anasoma na nini anatafasiri baada ya kusoma. Hapo ndo kunakuja kwenye changamoto. Ukisoma vibaya neno la Mungu, usipolielewa vizuri neno la Mungu, maana yake utatafasiri vibaya, utaenda kufanyia kazi vibaya, utapata matokeo mabaya. Kile utakachokielewa ndicho utaenda kukifanyia kazi, maana yake utaenda kuongea na Mungu wako, utaenda kuomba. Ukienda kuomba utaomba vibaya kwa sababu ulielewa vibaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu ni Mungu anayewajibika kwa kile alichokisema, sio kwa kile ulichokielewa wewe. Na wewe kwenye maisha yako unatakiwa uishi hivyo, usiwajibike kwa watu kwa kile ambacho wamekielewa. Wajibika kwa kile ulichokisema, ulichokizungumza. Na Mungu anaangalia kauli yako, kile unachokizungumza ndicho ambacho Mungu anaenda kukuwajibisha nacho. Nisikie makofi kwa ajili ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Kwa hiyo angalia vile unavyofanya ndivyo matokeo yako yatakuja. Ukinisikia ukanielewa vibaya, mimi siwezi kuwajibika kwa sababu umenielewa vibaya. Mimi natakuwa niwajibike kwa sababu ya kile nilichokizungumza. Ukinisikia nazungumza kwenye simu, leo tutaenda kuua, naongea na mtu kwenye simu, ukaenda kuniitia polisi, polisi wakaja wakasema nimemsikia mtu anasema naenda kuua, huyu ni muuaji. Mimi hujaniona nimeenda kuua. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umesikia mimi nimesema naenda kuua, lakini kuua labda nilikuwa naongea na Joeli anaimba, leo tukienda twende tukauwe,
wewe tuimbe kweli, tucheze kweli kupitiliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe umeelewa hivyo, lakini mimi sijamaanisha hivyo. Mimi nitawajibika kwa kile nilichokisema, sio kile ulichokielewa wewe. Oh yes. Kwa watu wengi wanakulaumu kwenye maisha yako kwa vile ambavyo wametafasiri namna ambavyo wewe unaishi. Usiangalie watu wanakulaumu vipi kwenye maisha yako kwa vile unavyoishi. Angalia vile ambavyo unajitafasiri wewe, vile ambavyo unajiona wewe. Acha kuangalia wao watakutafasiri vipi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwajibike kwa namna watu wanavyokuchukulia. Wewe wajibika kwa vile ulivyo. Mtu akikwambia wewe ni mbaya, wewe unajijua sio mbaya, usiwajibike. Acha kwanza kulumbana nao. Acha kugomba nao, kwanza kuprove mimi sio mtu mbaya. Hakuna haja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajawahi kushuka kwenye kiti cha enzi akaja hapa kuja kufanya argument na watu kwamba mimi ni Mungu ni mzuri, mimi nawapenda, mimi si wahukumu. Watu wanamtukana kila siku, lakini Mungu hajawahi kushuka hapa. Hakuna tusi jipi hapa duniani. Acha wakutukana, endelea kusonga mbele. Mungu wako yuko mbele na kusubiri. Amen. Baraka zako ziko mbele zinakusubiri. Oh yes. Acha kusikiliza maneno ya watu. Amen. Songa mbele. Maneno ya watu yanakuchelewesha, inakufanya usipige hatua kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa, maombi sahihi na moyo sahihi ni yapi? Cha kwanza kabisa, maombi sahihi sio mpangilio wa maneno. Sio mpangilio wa maneno. Maombi sahihi sio mtu kupangilia maneno yako vizuri. Maombi sahihi sio hayo, kupangilia maneno. Maombi sahihi ya mwanadamu sio mpangilio wa maneno yake. Mtu kabla ya ombe anatakiwa awe na moyo sahihi, ili kile anachokitamka hata kama ni neno moja, hata kama halipo kwenye mpangilio, Mungu atalijibu hili ombi ambalo kaliomba. Oh yes. Hivi vitu vinatembea pamoja. Ukiwa na moyo ambao ni mchafu, hauko sahihi, hauko pamoja na Mungu wako, hata uombe maneno yako kwa mpangilio kwa namna gani, hauwezi ukapata majibu yake. Tuko pamoja watoto wa Mungu? Kwa hiyo maombi sahihi sio mpangilio wa maneno sahihi, sio vile unavyopangilia maneno, sio vile unavyoongea, sio vile ambavyo unaomba hapa kanisani watu wanakuona. Biblia inasema hivi, mnaposali msiwe kama wanafiki. Yesu anawaambia Wafarisayo na waandishi, mnaposali msiwe kama wanafiki. Mnaenda kwenye nyumba za wajane, mnakula, mnachukua mali zao, mkisimama wakati wa kusali mnasali sala ndefu kweli kweli. Hiyo inakufanya unakuwa mnafiki. Maana yake moyo wako hauko sahihi, ila kwenye maombi unajifanya unapangilia maombi ili watu wakuone kwamba unajua kuomba, lakini ndani mwako, kinachotoka ndani mwako, ulichohifadhi ndani ya moyo wako, hakiko sahihi na Mungu wako. Mungu hawezi kupokea maombi. Haleluya. Amen. Motive inayokufanya uanze kufanya maombi ndo Mungu anaiangalia. Are we together people of God? Amen. Kwa unapokuja kanisani usiombe tukakuona sisi wewe unajua kusali. Mungu hawezi kuangalia hayo maombi, hawezi kuyajibu. Utaniimpress mimi Pastor Nick, nitakuona wewe unajua kweli kuomba. Utamuimpress jirani yako, atakuona wewe kweli unajua kuomba. Lakini je, unaomba ili watu wakuone au unaomba ili yale maombi yalete matokeo kwenye maisha yako? Anayetoa matokeo kwenye maisha ya mwanadamu baada ya maombi ni Mungu. Yes. Haleluya. Sio jirani yako. Jirani yako asikutoe kwenye leli. Omba kile ambacho moyo wako unakwambia. Hakikisha moyo wako uko sawa na Mungu wako pia. Maombi sahihi na moyo sahihi ndicho unachokihitaji kwenye maisha yako ili uone matokeo. Sio tu sadaka unaitoa, Mungu anaangalia moyo wako uko sahihi. Unatoka kule kwenye kiti na 10,000 yako uje hapa uonyeshe watu kama unatoa kubwa au unatoa kwa ajili ya Mungu wako. Tuko pamoja watoto wa Mungu? Amina. Kila kitu unachokifanya hakikisha unafanya na moyo wako ukiwa sahihi na Mungu wako, sio kwa ajili ya watu wengine. Tuko pamoja? Amen. Sasa, maombi sahihi yako hivi. Mtu anayemuomba Mungu inatakiwa cha kwanza awe na moyo wa unyenyekevu. Moyo uliopondeka. Na huo moyo wa unyenyekevu sio kwa Mungu peke yake, hata kwa watu ambao wameumbwa na Mungu, kwa sababu Mungu anasema ametuumba kwa mfano wake. Huyo uloka naye pembeni yako kaumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu na kwa sura ya Mungu. Maana yake kama unakuwa mnyenyekevu kwa Mungu, inapaswa uwe mnyenyekevu pia kwa jirani yako ambaye unakaa naye. Inatakiwa uwe mnyenyekevu kwa mtu ambaye unamuona, mwanadamu mwenzio. Kama unakuwa na moyo mzuri kwa Mungu wako, unamwamini Mungu wako, inatakiwa umpende na wewe jirani yako ambaye unamuona, kuliko ukawa unampenda Mungu peke yake ambaye haumuoni. Kwa moyo sahihi na maombi sahihi ni ule moyo wenye unyenyekevu, moyo uliopondeka, moyo wenye majivuno. Kama wewe ni mjivuni, sahau kupataga matokeo ya Mungu kwenye maisha yako. Kuna miungu mingine ambayo inataka watu wenye mioyo hiyo. Nenda katafute kule mali, utazipata haraka, lakini hizo mali zitakuua kabla wakati wako. Lakini ukitaka mali za Mungu lazima uweke majivuno chini, ili uwe chini Mungu akunyanyue. Kwa sababu Mungu ananyanyuaga watu walio chini, Mungu anyanyue watu walio juu. Kwa sababu ukiwa juu unanyanyuliwa kwenda wapi tena? Yeye anachojua watu walio juu uwaga wanashushwa chini, kwa sababu ukikaa sana juu uwaga wanaanguka. Sasa Mungu akuepushe na moyo wa kujivuna. Mungu anataka uwe na moyo wa unyenyekevu. Moyo sahihi na maombi sahihi ni mtu mwenye moyo wa unyenyekevu. Moyo sahihi ni ule ambao hauangalii maombi na kuamini maombi, bali Mungu anayemwomba. Asilimia kubwa
tuna imani na yale maombi tunayoomba, hatuna imani na Mungu ambaye tunamuomba. Yaani unaamini maombi yako, nimeomba leo usiku, nimefunga 3 kavu, najua nitapata majibu yangu. Baada ya kufunga 3 kavu unaendelea na maisha yako kama kawaida. Umeshamsahau Mungu, Mungu hayupo. Wewe unaamini maombi yako, mimi nilifunga 3 kavu, najua Mungu atajibu. Hapana, kufunga 3 kavu ukajituliza ukaacha kufanya mabaya yote haimaanishi kwa siku 3 Mungu anasema iwe ndo lifestyle yako, iwe ndo maisha yako yote. Huo ndo moyo ulio sahihi unaoendana na maombi yaliyo sahihi. Kuna mtu anakuambia nimefunga siku 5, najiepusha usiniguse, najiepusha sitaki kunywa pombe. Baada ya siku 5 anasema nishamaliza sasa mfungo wangu, acha niendelee na maisha yangu ya kawaida. Maana yake huyu mtu anategemea maombi yake, anaamini yatamletea majibu, sio Mungu. Zile siku 5 alikuwa hamuogopi Mungu, alikuwa anayaogopa maombi yake asije yakaharibika. Kwa sababu kama unamuogopa Mungu, Mungu haishi siku 5, Mungu anaendelea maisha yako yote. Kwa kumbe unaweza ukajituliza siku 5 usifanye kitu chote kile kibaya, ukafanya mambo yote ya kumpendeza Mungu. Kwa nini usifanye maisha yako yote hivyo hivyo? Umeona tofauti wa maombi sahihi na moyo sahihi? Yes. Utaona asilimia kubwa hatuna maombi sahihi na mioyo iliyokuwa sahihi. Tunafanya kwa sababu ya mihemko. Kuwa na imani na Mungu wako unayemuomba, usiwe na imani na maombi ambayo unayaomba peke yake. Kwa sababu ukiwa na imani na maombi unayoomba peke yake, hauwezi ukapata majibu kwenye maisha yako hata siku moja. Maombi hayana tabia ya kujijibu. Maombi yana tabia ya kujibiwa. Yule anayeyajibu ndiye ambaye anatakiwa wewe uweke imani yako kwake. Kwa sababu kuna mtu alipeleka CV, akaiamini CV yake kwamba imekamilika, akaamini barua yake imeandikwa vizuri, akaamini ana experience kubwa, napeleka hii CV najua nitapata kazi, lakini hakupataga hiyo kazi na wala hakuitwa alikopeleka barua yake. Kwa sababu CV haina tabia ya kujijibu, CV ina tabia ya kujibiwa. Barua haina tabia ya kujijibu kwa sababu barua haijisomi. Yupo anayesoma ile barua, anayeisoma barua ndio mwenye mamlaka ya kukubali akupatie kile ambacho umepeleka kwa ajili ya kuomba maombi yako, au akatae kutoa majibu ya kile ulichoenda kukiomba. Kwa imani yako isiyo kwenye CV au kwenye barua yako. Maombi yako ni sawa sawa na barua na CV. Usiweke imani yako kwenye CV yako, weka imani kule ulakopeleka barua. Kwa leo kama unatafuta kazi, unapeleka mahali CV yako na barua yako kuomba kazi. Usiseme mimi tayari na experience, nimeandika maelezo yangu watanielewa. No, kama unamjua HR muombe. Kama unamjua MD muombe, ili ataposhika barua yako, CV yako anaposoma, aikubali na akukubali na wewe pia, akupigie simu akuite katika kazi. Usijiamini kwa sababu mimi nina experience nimeandika. Kuna watu wanajua kuandika, waliandika na experience zao lakini hawajapata kazi, hawajaitwa kwenye kazi. Kwa nini? Kwa sababu CV haijisomi, barua haijisomi. Yupo anayesoma, yule anayesoma ndiye anayejibu barua. Mungu wa mbinguni anasikiliza maombi, yeye ndiye anayejibu. Anajibu hili na hili na hili. Muamini Mungu wako siku zote za maisha yako, hata kama una shida, hata kama hauna shida. Usimwamini Mungu wakati una shida, usimtafute Mungu wakati una shida. Mtafute Mungu siku zote za maisha yako, kwa sababu maisha yako bila Mungu hauwezi kitu. Yes. Maombi sahihi na moyo sahihi. Sasa nataka tusome kitu kimoja katika Biblia ili uweze kuona Mungu anasema nini juu ya maombi sahihi na moyo ulio sahihi. Amen. Tokea Kolosai hapo sura ya 1 kuanzia mstari wa 15. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Unafikiri Biblia inamzungumzia nani hapo? Rudisha 15. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Unafikiri Biblia inamzungumzia nani hapa? Nisikie tu sauti yako, ongea tu, hamna shida. Nani kasema Adam? Mpige makofi ile pale. Mwingine? Majibu tofauti? Kama unahisi ni Adam, hamna shida, wewe ongea na wewe pia. Unafikiri Biblia inamzungumzia nani pale? Tupige makofi, huyu kasema Yesu. Hata kama unahisi ni wewe, Biblia inakuzungumzia wewe, sema tu ni mimi. Sasa ili upate maana halisi, rudisha mstari wa 13. Alafu tuje wa 14 na tuje wa 15 hapa. Kuanzia 13. Ili ujue nani ambaye Biblia inamzungumzia hapa. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Nani alitukomboa na akatupatia msamaha wa dhambi? Biblia ni neno la Mungu la kweli na lina uhai, lina uwezo wa kurudisha kila kitu kilichokufa kwenye maisha ya mwanadamu.
kwenye maisha yako, tumaini lilokufa, furaha iliyokufa, biashara iliyokufa, neno la Mungu lina uwezo wa kurudisha. Shida ni kwa msomaji, anasoma nini, anaelewaje na nini anatafasiri baada ya kusoma. Unaposoma neno la Mungu hakikisha unaelewa nini inamaanisha. Ndio maana unaposoma neno la Mungu usianzie katikati, anzia mwanzo uweze kupata maana halisi. Sasa hapa anayezungumziwa ni Yesu Kristo. Lakini ukianzia 15 peke yake hauwezi kupata hiyo maana. Ukianzia juu ukija mpaka chini utaona kabisa ni Yesu ndo anayezungumziwa. Yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa nini nimekupa hii story? Nimekupa hii story kwa sababu Biblia inasema Yesu ndo mfano wa Mungu asiyeonekana. Maana yake ukitaka kumjua Mungu asiyeonekana, ukimtazama Yesu unamjua Mungu asiyeonekana kupitia Yesu ambaye alikuja, ambaye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Na vile ambavyo Yesu anatafasiri mambo, vile ambavyo Yesu anayachukulia mambo, ndivyo Mungu pia anatafasiri mambo hayo na pia anayachukulia hayo mambo ndivyo yalivyo. Kwa kile ambacho Yesu anakielewa, kile ambacho Yesu anakiangalia, anakitazama, akasema hichi ni moja, Mungu Baba anasema hichi ni moja. Akisema hichi ni mbili, Mungu Baba anasema hichi ni mbili. Kwa chochote kile mwanadamu anakifanya, akikifanyia reference kwa Yesu Kristo, kama kinalandana, jua tayari ushatoboa kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Alikuja duniani kumfunua Mungu asiyeonekana, kwamba mimi ninavyoishi hapa duniani, nilivyokuwa naishi na wanadamu hapa duniani, ninavyoyatazama mambo na ya kuyachukulia, ndivyo Baba wa mbinguni, ndivyo tunavyoishigi hivyo hivyo mbinguni. Na nyinyi mkitaka muishi kama mbinguni hapa duniani, nifuatisheni mimi vile nilivyokuwa naishi hapa duniani. Mkifanya hivyo mtafanikiwa, kwa sababu katika mission za Yesu Kristo hakuna hata moja ambayo alifeli, zote alifanikiwa. Na ukitaka kufanikiwa, ukiangalia ukafuatisha mission ya Yesu, ukafuatisha maisha ya Yesu, utafanikiwa kwenye mission zako zote kwenye maisha yako. Nataka tuangalie Yesu anatazamaje moyo ulio sahihi na maombi yaliyo sahihi. Kwa nini? Kwa sababu yeye vile anavyoyatazamia mambo, na sisi tukiyatazamia hivyo tayari tunapata majibu yetu. Namna gani moyo sahihi na maombi? Naomba tuwekee kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 20. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala haitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Yesu huyo mfano wa Mungu aliye hai, Yesu huyo ambaye katoka mbinguni, anakuambia mnaomba hampewi, mnaomba hampokei, mnaomba lakini hamdhihirishiwi, si kwa sababu hamjui kuomba, bali kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Imani inakaa wapi? Inakaa kwenye maneno? Hapana. Imani ya mtu inakaa wapi? Moyoni. Tunaomba lakini hatupewi, si kwa sababu hatujui kuomba. Tunaomba lakini hatupati, si kwa sababu hatujui kuomba. Wewe unajua kuomba, unajua kupangilia maneno, unajua kuongea vizuri, unajua kumlilia Mungu wako, unajua kutaja shida zako, unajua kuelezea shida zako, unajua kuelezea changamoto zako. Lakini shida kwa nini haupati? Kwa sababu imani yako pungufu. Laiti kama moyo wako, kwa maana halisi, maneno sahihi, moyo wako hauko sahihi. Simama mzee hapa. Imani maana yake, ninapokuja kwa huyu mtu nina changamoto yangu, inatakiwa niamini, si changamoto yangu itatatuliwa. Inatakiwa kwanza nimwamini huyu ana uwezo wa kutatua, si changamoto yangu nilokuwa nayo, hata nikimletea na nyingine kesho. Imani ya kumwamini mtu haikai kwenye maneno yako, kwa sababu watu wengi walishakwambia mimi nakuamini. Alipogeuka tu akamwambia niongea vile kwa sababu tu nilikuwa tuko pamoja, nilikuonea aibu. Kwa maneno ya mtu sio kuamini sana. Sasa maneno ya mtu yanabadilikaga muda wote. Kwa maana Mungu anaangalia moyo. Hata waganga wana Biblia katika vilinge vyao, wana Qur'ani katika vilinge vyao. Shida sio maneno unayotamka, Mungu anaangalia moyo. Ukija kwangu mimi utanidanganya, mimi sioni moyo wako. Ukienda kwa rafiki yako ni rahisi kumdanganya kwa sababu haoni moyo wako. Ndio maana kwenye maisha yetu kila mmoja keshaumizwa na tatizo la uongo. Kwa nini? Kwa sababu huna uwezo, huna macho ya kuangalia kwenye moyo. Ukiwa na macho ya kuangalia kwenye moyo, hauwezi ukaumizwa kwa sababu unaelewa huyu ananidanganya. Ndio Mungu alivyokuwa. Mungu hahangaiki na wewe kwa sababu anajua, anaona moyoni. Ukija ukatoa ahadi zako za uongo, anakuangalia, anasema sasa wewe, mimi naangalia moyo wako, najua ni muongo, huwezi kufanya. Unaongea hivi kwa sababu kuna kitu unakitaka ukipata. Baada ukikipata utageuka. Hawezi kuumia. Ndio maana Mungu hawezi kuumizwa na matendo ya mwanadamu aliyomtengeneza mwenyewe. Ila wewe unaumizwa na wanadamu kwa sababu hujawaumba wewe, hujui kile anachokifikiria. Mungu anajua unachokifikiria leo, utakachofikiria kesho, mwakani na mwaka unaokuja, mpaka siku yako ya kufa unaingia kabrini. Neno lako la mwisho utakalolitamka, Mungu anajua. Huyu mimi kama nina imani naye, ninapokuja najua nitapata kila ninachokihitaji. Kazi ya imani, nikimtazama najua kabisa mimi napatiwa, shida yangu inatatulika pale. Sasa Mungu anachoangalia, haangalii uchawa uliokuwa nao. Asilimia kubwa watu wengi wako kwenye nyumba za ibada lakini ni machawa. Ni machawa wa Mungu, wanataka kujionyesha kwa watu sisi na Mungu ni kitu kimoja.
mimi ndo na haki mbele za Mungu. Mungu wewe, mimi ndo kila kitu kwako. You understand now? Yes. Mungu hataki uwe chawa wake. Mungu anataka uwe mtoto wake ambaye anaongea kweli. Usiwe chawa mbele za Mungu kumpamba pamba. Mungu hataki kupambwa. Mungu anataka kuabudiwa katika roho na kweli. Anataka watu wanaomwamini ndani ya mioyo yao na matendo yao. Kile unachokiongea kilandane na moyo wako. Kile unachokizungumza nje kiwe sawa na kile ambacho kinazungumza ndani. Sio moyo unaongea mbili, mdomo unaongea moja. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba hampati si kwa sababu mjui kuomba. Unapokuja kwa Mungu unajua kuomba, unaongea vizuri, unatamka, unanena rapasheketaya lebe, unaongea, unajitikisa hivi kwenye kanisa, unapiga unanyanyua viti juu le baba, unajionyesha huko karibu na Mungu. Watu wakikuona nje wanasema huyu mtu ndio yuko, huyu ndio Mungu, rafiki yake na Mungu. Wako karibu, ndio rafiki yake Mungu. Huyu na Mungu ni kitu kimoja. Huyu sasa kwa mshiba Mungu kweli. Huyu sasa mwenzetu anamaanisha mbele za Mungu. Nikwambie kitu, makelele watu kanisani yasikutishe. Endelea kufanya kilichokuleta kanisani, hata kama upige kelele Mungu wako anakusikia, kama una imani, kama unaamini ndani ya moyo wako. Sasa Mungu angalii makelele, wanadamu wanaangalia makelele. Moyo wa mwenye haki upige kelele, hauje kushauti, hauje kupiga makelele, haunaga kelele. Moyo wa mwenye haki uko una utulivu. Mungu ni Mungu wa utulivu. Angalia sisi tumefundishwa kukunja sura, kuadilisha hapa, lazima pawe pawekaa hivi, ndio Mungu sasa huyu anaonekana yuko serious amtafuta Mungu. Yaani Joeli anapoimba hapa, sasa ni wakati ukwenda kumwabudu Mungu, tunyooshe mikono. Tayari kuna namna unaanza kutengeneza katika saikolojia yako, kuna namna nijiweke sasa. Nikae kama nilikuwa nimesimama hivi, nianze kunyanyua mikono, alafu sura hii haitaki tena kuwa ya kawaida, inatakiwa nikunje kidogo hapa. Nikikugeukia hivi naonekana kweli niko serious, niko naingia kwenye biashara nyingine ya tofauti. Haitakiwi hiyo. Amen. Mungu angalie ukunyanzi wako hapa kwenye sura. Mungu angalie paji lako la uso. Mungu anaangalia moyo wako. Kama moyo wako uko sahihi, unaandaa na maombi unayoyatamka, hata kama sura yako imenyooka hivi, hata kama umefumbua macho hujafumba macho, Mungu atajibu maombi yako na utaona matokeo kwenye maisha yako. Yes. Maombi sahihi yanatembea na moyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Usijidanganye kwa sababu utachelewa mwenyewe kufika katika nchi yako ya ahadi. Kwa nini? Kwa sababu hujajua kanuni za Mungu, namna gani ya kutembea na huyo Mungu. Imani kwanza, moyo sahihi kwanza, na maombi yako yanafuatana nayo. Ndivyo unavyoona matokeo kwenye maisha yako. Ukija hapa unasema mimi namwamini IPM, kumbe hamna. Kuna mtu unamfukuzia humu, kuna dili unalifukuzia humu. Unakuja hapa kwa sababu una target zako, unasema mimi nasali na muamini sana Prophet IPM. Umebandika picha kama kaka pale. Nakwambia ukweli, kama hauna imani na hapa, hautokaa upate matokeo ya hapa, hautokaa upate matunda ya hapa. Yes. Hautaona baraka za hapa kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anaangalia moyo ulio sahihi kwanza, kile unachokiwaza ndani. Kama wazazi wako walikulazimisha uje hapa, usije kaka. Sio tu hapa, popote pale. Usiende sehemu kwa sababu umelazimishwa. Kama moyo wako huko hapo, huwezi kupata kitu. Sio mimi, ni kanuni ya Mungu. Suleiman wakati anajenga jengo la Mungu, anajenga hekalu la Mungu, alivyomaliza alienda akapiga magoti akamuomba Mungu, akasema yoyote atakaye kuja kusali hapa, atakaye kuja kulia hapa, changamoto yoyote, shida yoyote atakayo kuja nayo, aweze kupata majibu yake. Mtu yoyote atakaye kuja na imani ya madhabahu ya hapa, mtu yoyote atakaye kuja akiamini hii madhabahu ambayo mimi Suleiman nimeijenga, nimeitengeneza. Biblia inasema usiku ule moto ukashuka kutoka mbinguni ukaja ukalipuka katika ile madhabahu. Manake ule ni uthibitisho, yoyote atakaye kuja na shida yoyote, changamoto yoyote, lazima atajibiwa. Yes. Unapokuja hapa, kama huna imani na hapa, hauwezi ukapata matokeo hata siku moja. Hata kama hii madhabahu itakuja ikiwake moto hapa, au malaika atashuka hapa kutoka mbinguni aje asimame hapa, na kuambia ukweli, hauwezi ukapata matokeo, hauwezi ukapata baraka yoyote. Imani, moyo sahihi kwanza. Moyo wako uwe sahihi kwanza na hapa. Ndipo unapata matokeo ya hapa. Ndipo unapata matunda ya hapa. Sio hapa, popote pale ulipo, hakikisha moyo wako uko pale. Kama hauko pale, hauwezi ukapataga matunda ya pale. Usije ili watu tu wakuone kwa sababu unakujaga kwa Mungu. Usije watu wakuone kwa sababu unasali. Usije watu wakuone kwamba huyu mtu kaka ni mstaarabu, anaweza tutampatia kazi kwa sababu tunamwona anasali sana. Anamuonaga kila Jumapili kavaa shati yake nzuri, kashikilia na Biblia, anaenda kanisani. Utamfanyia hivyo, mtu atakuwa impressed na wewe. Lakini Mungu akiwa hayuko impressed na wewe, hauwezi ukapata kitu kitakachodumu. Watakuchukua ndio kwa sababu umedanganyika na kile walichokiona nje. Lakini utakaa siku hizi utatimuliwa hapo. Kwa sababu Mungu hajakuweka hapo. Yes. Sehemu ambayo umewekwa na mwanadamu ana maamuzi ya kukutoa muda wote. Sehemu ambayo umewekwa na Mungu, mwanadamu hana maamuzi ya kukutoa muda wote. Sehemu ambayo Mungu anakuweka milele daima. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni nafasi yako, hicho ni kiti chako, na hakuna mtu mwingine mwenye mamlaka, mwenye uwezo wa kukaa kwenye hicho kiti. Ukitafuta viti kwa watu, wakikupatia hicho kiti,
Kesho anaweza akaja kukudai, nataka kiti changu. Utakataa? Si ni cha kwake, inabidi umrudishie. Mungu ana shida na kiti chako, akaage hapo. Na maanisha baraka ambayo unaitaka Mungu ana shida nayo, kwa sababu yeye ana kila kitu. Lakini mwanadamu akikubariki leo, yeye pia ana shida. Kesho akifulia tu, akizidiwa kidogo, anakumbuka kuna mtu nilimpatia kile kitu changu, anakuja kukudai. Bwana, ndugu yangu, nakumbuka kile kitu nilichokupatiaga na kiomba, sasa hivi nina shida nacho. Vitu vya mwanadamu havidumu, vya Mungu vinadumu. Moyo sahihi na maombi sahihi. Nisikie sauti yako. Moyo sahihi na maombi sahihi. Moyo sahihi na maombi sahihi. Sasa leo mimi nakufundisha, hakikisha moyo wako uko sahihi. Moyo wako ni moyo wa kunyenyekea, uliopondeka mbele za Mungu, ili uweze kuona baraka za Mungu kwenye maisha yako. Usiende nyumba za ibada kwa ajili ya kuzuga, usifanye vitu kwa ajili ya kuzuga watu wakuone. Fanya vitu vyako ukimaanisha ndani ya moyo wako. Biblia inasema hamnaomba lakini hampati kwa sababu ya imani zenu haba. Lakini kama ungekuwa na imani hata kama punje ya haradali, ungewaambia mlima huu ng'oka, ukajitupe baharini, na ungekutii. Kwa maana yake mtu yote mwenye moyo sahihi ana uwezo wa kuomba neno lolote kwa Mungu na Mungu akampatia. Mtu yoyote mwenye moyo sahihi, mwenye moyo wa kupondeka, mwenye moyo wa kunyenyekea kwa Mungu, anayemaanisha mbele za Mungu wake, ana uwezo wa kutamka neno lolote na likatokea kwenye maisha yake. Ana uwezo wa kutamka kwamba wachawi wasifike nyumbani kwangu, na kweli wasifike. Ana uwezo wa kutamka biashara yangu ikue, na kweli biashara yake ikakua. Wewe unajiuliza kwa nini Elia alikuwa na uwezo wa kutamka mambo yanatokea? Kwa nini watu wa zamani walikuwa na uwezo wa kutamka mambo yanatokea? Kwa nini sisi leo hatuna uwezo wa kutamka hayo mambo? Kwa nini? Kwa sababu Biblia imesema hapo, si kwamba haujui kuomba, kwa sababu Elia alikuwa anaomba kama wewe, lakini alikuwa na moyo sahihi kwa Mungu wake. Ndio maana alikuwa na uwezo wa kutamka kusema mvua isinyeshe, mbingu zifunge miaka 3, na kweli Mungu anasikia kutoka mbinguni, anafunga miaka 3, mbingu haiangushi umande katika ardhi. Yakobo anasema Elia alikuwa mwanadamu kama sisi, ana pua kama sisi, ana miguu kama sisi, mikono kama sisi, lakini aliomba kwa bidii. Alivyokuwa anaomba kwa bidii, hakuomba kwa bidii kama wewe. Aliomba kwa bidii, lakini alikuwa na moyo sahihi kwa Mungu wake. Ndio maana alikuwa anapata matokeo. Ili upate matokeo kwenye maombi yako, sio kuomba kwa bidii peke yake. Kuomba kwa bidii pekee haitoshi, inatakiwa una moyo sahihi kwa yule unayemuomba pia. Ukimuomba kwa bidii peke yako ukiwa una moyo sahihi kwake, hauwezi kuona matokeo yoyote. Tutasoma kitabu cha mwisho, alafu tutakuwa tunamalizia hapa. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 5. Biblia inasema, msalipo msiwe kama kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Huyu kwa nini nakwambia ni Mungu? Kwa sababu Yesu ni Mungu. Biblia imesema yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Kwa anachokizungumza, vile Mungu anatazama mambo ndivyo Yesu anavyotazama. Kwa ukiona Yesu anasema hivi, kwa sababu Yesu alikuwa anaongea hapa. Kwa maana kama Yesu anaongea hivi, maana yake Mungu ndo anaongea hivyo. Mungu Baba mbinguni katika kiti cha enzi ndo anasema hayo maneno. Mnaposali msiwe kama wanafiki. Watu wanafiki wanasali si kwa ajili ya kuongea na Mungu, wanasali ili waonekane na watu kwamba wanajua kusali. Ukiamka saa 8 za usiku uombe, usali nyumbani kwako ili majirani zako wajue kama wewe umeokoka, wewe ni mlokole, hautajibiwa haya maombi na tayari ushapata thawabu yako. Biblia inasema, unajua thawabu ya wanafiki? Ukiendelea kusoma pale utaona unaenda kwenye ziwa la moto. Sasa mimi ni nani? Kwa nini nifanye unafiki wa kuomba? Yaani kwa ajili ya just imagine siku ya mwisho eti mimi naenda kwenye ziwa la moto, naenda kuhukumiwa kwa sababu nilikuwa naomba maombi ya kinafikiri wewe. Kuna haja hiyo, mtoto wa Mungu? Dhambi nyingine ndogo ndogo ziepuke. Kama ni Yesu anasema, manake Mungu anajua ipo adhabu ya mtu mnafiki kwa ajili tu ya kusali maombi ambayo hayana maana. Moyo wako uwe sahihi na kile ambacho unakiomba. Kile unachokiomba hakikisha kinaendana na moyo wako. Usiamke usiku wewe umeokoka ni mlokole, unaanza kupigia watu makelele usiku, watu wakuone kama umeokoka. Rapashaka na vunja na haribu na kama hata kila nguvu za giza. Unaweza kuomba tu taratibu, hata kama unataka kuomba usiku wa manane. Mungu wako anasikia, hata kama kwa sauti ndogo, hata kama usipoongea chochote, ukaongea ndani ya moyo wako, Mungu anasikia. Kwa nini unataka kupiga kelele? Kwa nini unafungulia na muziki, nyimbo za injili, unapiga risali moja kwanza kwa ajili ya kumuita, tunamkaribisha Roho Mtakatifu. Baada ya hapo unaanza kupiga kelele. Unakasupika kadogo na kamaiki unaanza kuomba usiku. Mtu wa Mungu, unaharibu maisha. Bwana Yesu asifiwe. Unaharibu maisha. Haitaki kuwa hivyo. Sawa mtoto wa Mungu, ishi maisha yako ya ukweli, ukimaanisha kwa Mungu wako, sio kwa wanadamu. Tuko pamoja mtoto wa Mungu. Mimi na yeye tunaachana hapa. Mzee wa Kichaga, mimi nakwambia, mimi ni pasta wako leo, lakini mimi tunaachana hapa. Mimi na yeye tunaachana duniani hapa. Kuna sehemu tutakutana siku ya mwisho. Mimi nakuwa sio pasta wako. Siwezi kukutetea kitu. Hata kama hapa duniani nilikuwa nakupampa, nilikuwa nakushawishi kufanya vitu. Siku ya mwisho utaongea wewe na Mungu wako peke yako. Usimkumbatie mtu akakushawishi kufanya vitu vya ajabu hapa duniani ukafikiri siku ya mwisho atakusaidia pia. Tunamalizana hapa mnaishi. Sasa itakusaidia nini mtoto wa Mungu? Usijionyeshe kwa watu kama unajua kitu ili kwamba upate kupigiwa makofi kama unavyonipigia mimi hivi leo.
Onekana unajua kitu kwa Mungu ili Mungu akufadhili leo duniani na kesho mbinguni. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya maneno yako matakatifu ambayo umeongea nasi kupitia Roho yako Mtakatifu. Tunaomba hichi tulichojifunza leo, Mungu, kisiishie hapa, kisianguke hapa chini, iwe ni mbegu ambayo inapandwa katika mioyo yetu, kila mmoja aliyefika hapa ili akaone matokeo na matunda katika maisha yake, katika jina la Yesu. Tunamwomba Roho Mtakatifu akashuke katika mioyo yetu leo, akafanya umwagilizi, kwa sababu ni maji ya uzima, maji ya kweli yanayotoka katika kijito, katika kiti cha enzi cha Mungu Baba, katika jina la Yesu. Tunaomba maji yako hayo yakimiminike kwenye maisha yetu kila mmoja, in the mighty name of Jesus. Hichi tulichokizungumza leo, tulichokiongea leo, Mungu, kikafanyike kitu cha ajabu katika maisha yetu, maana kila neno linalotoka katika kinywa chako Mungu lina uwezo wa kubadilisha maisha ya kila mmoja. Tunaomba neno hili likabadilishe maisha yetu kwa namna ya kipekee, likabadilishe mioyo yetu kwa namna ya kipekee, katika jina la Yesu. Ukatoe katika hali ya kupretend, katika hali ya kuwa wanafiki, katika jina la Yesu. Maana Mungu, hatutaki kuwa watu wenye mawaa mbele zako, tuwe ni watu wakamilifu, watimilifu mbele zako, maana Mungu ndivyo ulivyotuumba. Unasema kila ulichokiumba kilikuwa ni chema, na ulikiumba kikiwa kimetimia. Hakukuwa na ubaya ndani mwetu, hakukuwa na uovu ndani mwetu, hakukuwa na uovu wowote katika mwili wa mwanadamu, katika moyo wa mwanadamu. Lakini tulivyoshuka hapa Mungu, tukageuka, tukafuata njia zetu, tukaiacha njia yako iliyonyoka. Leo Mungu, tunarudi katika toba, ukatunyoshe katika njia zetu zilizonyoka, in the name of Jesus, ili tukaone matokeo na matunda kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu. Mioyo yetu leo tunaiweka mbele zako, ikawe manukato katika jina la Yesu. Mungu, ifinyange, itengeneze, ifanye upya, ifanye kwa mipya katika jina la Yesu. Iwe ni mioyo ya kukulilia, ya kukutakabali, kukutafuta wewe, kukutafuta kwa kumaanisha, kukutafuta tukiwa tunajua Mungu wewe unajua kila kitu. Mungu, unaona sirini, katika jina la Yesu. Tusifanye vitu kwa ajili ya kuwapendeza watu, tufanye vitu kwa ajili ya kukupendeza wewe, tukakuone wewe, tukakutazame wewe, tukaamke na wewe, tukalale na wewe, tukatembee na wewe. Mungu, hofu yetu kubwa iwe ni kwako Jehova, katika jina la Yesu. Mungu, naamini nuru yako kuanzia sasa